mavazi yenye maua maua yanavyobeba nembo za kishetani namba 666, lakini pia yako maandishi yanafichwa kupitia mavazi haya yenye maua maua. Na mavazi haya yenye maua maua, nilikufundisha ya kwamba mavazi haya yalianzia kwa Adam na Hawa. Shetani alikuwa mwanzilishi wa kuwavesha haya mavazi. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, pale unaona baada ya Adam na Hawa kula lile tunda wakafumbuliwa macho. Walipofumbuliwa macho wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini. Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 7 imeandikwa, wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Unaona, baada ya kufumbuliwa macho, shetani baada sasa ya kuwakosesha na kuwamiliki, tayari wako dhambini, shetani akawaongoza washone mavazi ya majani. Kwa hiyo mavazi mengi yenye maua maua, yale ni majani yanayotokana na mimea. Sasa Mungu hakuyaumba maua ili yavaliwe mwilini. Kumbuka, na neno la Mungu linatukataza tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Sanamu ni nini? Sanamu ni mbadala wa kitu halisi. Sasa yale maua ni sanamu ya maua ambayo Mungu ameyaumba halisi, yanawekwa kwenye mavazi. Shetani anakuinulia mashtaka. Anapokuinulia mashtaka, anapata nafasi ya kupanda uharibifu kwako. Unaona, shetani akawafanyia mavazi ya majani akawavika. Mungu hakufurahishwa na haya mavazi kwa sababu hayakuongozwa na Roho wa Mungu. Ndipo unakuja kuona mstari ule wa 21, Mungu anawavua haya mavazi, anawavika mavazi mengine, mavazi ya ngozi. Tusome mstari wa 21. Mwanzo hiyo sura ya 3 mstari ule wa 21 imeandikwa, Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi na akawavika. Kwa nini anawavika mavazi haya ya ngozi? Ngozi yoyote ya mnyama, ukitoa yale manyoya, ngozi yake inakuwa ni plain, haina nembo yoyote. Sasa Mungu alikuwa anatujulisha, ndio maana mavazi yanayotambulishwa kwenye Biblia ni mavazi matakatifu mawili, kanzu na joho. Sasa sifa ya kanzu ni mavazi ambayo yako plain.